natamani kufahamu ya kwamba safari yako ya uimbaji wa nyimbo za Injili ulianzia wapi? Uimbaji wa nyimbo za Injili umeanzia hapa Morogoro. Ndio. Nimeanza rasmi kabisa kuingia recording ni mwaka juzi. Mwaka juzi. Yes, mwaka juzi. Kuingia studio. Lakini hapo kabla nilikuwa nafanya, kabla bado sijaokoka, nilikuwa nafanya nyimbo za kawaida za duniani. Bongo Flava. Lakini baada ya kuokoka ndio nimehamia kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Aisee, huenda ukawa na ushuhuda kutokea Bongo Flava kuja kwenye Injili. Mimi nadhani wakati sahihi wa Bwana, wito unapofika una cha kupinga, una cha kuongeza mambo mengi. Nadhani wito ulikuwa umefika wakati wake. Sasa kuna watu wanakuambia kwamba Mungu anapokutoa sehemu moja kukupeleka sehemu nyingine, huwa anakuletea viashiria fulani ambapo kabisa sina kumtegemea yeye kabisa. Unaweza ukashindwa kuvingamua, lakini ukishavingamua na kuhamia huko unaona mambo yanakuwa vizuri. Pengine kuna vikwazo ambavyo ulikuwa ukivipitia kwenye Bongo Flava na nini huko kwenye muziki wa dunia ambavyo uliona sasa huu si upande wangu, ngoja nihamie huko. Mimi nadhani kwangu, naona ndani yangu Mungu alishaweka kitu, kwa sababu kuna majira fulani yani nilikuwa najikuta badala ya kutunga kile ambacho naamini nipo upande huo, lakini mara nyingi nilikuwa naimba nyimbo zenye ujumbe wa kumtukuza sana Mungu. Na wakati mwingine nakuta usiku naweza nikakurupuka tu, nimeamka usiku wa manane, wakati hata silijui kanisa, lakini najikuta naomba vibaya kwa hiyo baadhi ya watu nadhani walianza kunigundua mapema kwamba wewe huku sio mahali pako. Hongera sana kwa kuling'amua hii. Amina. Na kurudi. Amina. Kumtukuza Mungu. Amina. Kwa namna hiyo ya kipekee. Lakini unaweza kutuambia experience yako kwa mara ya kwanza unaingia studio, sasa unasema sasa hapa naenda kumwimbia Mungu, ilikuwaje na ile ulianza na wimbo gani? Wimbo wangu wa kwanza kabisa kurekodi kwenye Injili ni Tumaini Langu. Ni Tumaini Langu ndio nyimbo yangu ya kwanza kabisa. Ndio. Kwangu haikuwa kazi, kwa sababu sema kwamba nilichagua kujipa muda ili kile nitachokifanya kiwe sahihi zaidi. Lakini pia namshukuru Mungu, kile ambacho nilijipa muda na nimekifanya, nadhani ndio hicho hapa tunachokisikia mahali hapa. Yes, hongera sana. Pengine tunatamani kufahamu pia kwa namna nyingine, Morogoro hapa ni nyumbani au upo kwa muda? Morogoro kwangu ni nyumbani, sio kwa kuzaliwa, ila ndio mahali ambao ninaishi kwa sasa. Nina zaidi ya miaka kama 4 hivi. Lakini nimetokea Dodoma. Nilipotoka Dodoma, maisha yangu nikahamishia hapa. Na nilikuja kwa sababu ya wokovu tu. Hakuna kitu kingine. Sikuwa na mjomba, sikuwa na shangazi, sikuwa na nani. Wokovu umepata ukiwa? Nimeupatia Morogoro. Nakumbuka kuna safari nilikuja kutembea hapa. Sasa mwenyeji wangu ndo alinipeleka kanisani. Ile siku yangu ya kwanza kwenda kanisani. Basi ndo toka siku hiyo nikaona Morogoro pananifaa. Nikaenda Dodoma, nikaamua kuhama kabisa, nikahamia huko. Kwa toka muda huo sasa nipo Morogoro na natambulika hivyo kwamba ni mwanamuziki wa nyimbo za Injili wa Morogoro. Na ukiwemo pia kwenye kikundi kile ndio cha waimbaji wa Morogoro, ambapo mwenyekiti ni Bwana Fikiri Nehemia. Yes. Kabisa bwana. Lakini pia tumie pia nafasi hii kumwombea heri. Amina. Ndio. Hali yake Mungu anaendelea kumuimarisha. Nadhani hata kabla sijaja nilizungumza naye. Namtukuza Mungu, anaendelea vizuri na Mungu anamuimarisha kabisa, jambo ambalo ni jema kabisa. Unaionaje Morogoro na aina ya muziki ambao mnaofanya huu wa Injili? Morogoro tunamtukuza Mungu sana na vizuri. Kwa upande wangu ninaamini Morogoro kuna vitu vingi vizuri vya Mungu, si tu kwa waimbaji, wachungaji, sekta zote ambazo zinahusu Mungu. Morogoro iko vizuri kwa kweli. Ninajivunia Morogoro. Kabisa, jambo jema. Kuna watu wanakuambia bwana, mikoani siku zote ni pa kujitafuta. Tukishaona mafanikio tunakimbilia jijini Dar es Salaam. Mimi najivunia Morogoro. Unajivunia Morogoro. Kingine mtu akiona kusikiliza hivi anaweza kusema labda kwa bwana Bravo wa Yesu anazungumza hivyo kwa sababu
sasa hivi anakuja pengine tukimuona Bravo wa juu zaidi ya hapa alipo, anaweza kufanya maamuzi mengine ya kuhama Morogoro kwenda jijini Dar es Salaam. Ukipiga hesabu kwanza, Dar Morogoro hamna umbali wote, ndio tumerahisishiwa kabisa. Ni mwendo wa lisali moja, kwa sina haja ya kuhama tena. Hauna haja ya kuhama. Bwana, mwingine anaweza kupatia mfano, tunawaona kwa mikoani, labda tunaniseti tukie mfano, ndio Kigoma sasa hivi wako Dar es Salaam na wengine wengi sana, ndio ambao mara baada tu ya kupokelewa kwa ukubwa wakaona sasa sehemu sahihi ya kwenda kuitumia kalama yao vijijini. Morogoro kwa kweli nadhani hata unaona hata baadhi ambao mwazungumzia, nadhani unaona Morogoro wanafika sana. Namtukuza Mungu, wiki iliyopita nadhani Morogoro kwa Yesu tulikuwa na watumishi wengi wakubwa kutoka Dar, kina Obi Alpha, kina Beatrice Mwipaja. Kwa hiyo sisi wana Morogoro tunajivunia kwa sababu wanakuja hapa, na wanapokuja hapa wanatukuta sisi tupo, tunamtukuza huyu Mungu. Kwa hiyo Morogoro ni sehemu sahihi kabisa. Pengine kabla au hata wakati huu ambao upo ndani ya kumtukuza Mungu kwa njia ya kuimba, awali na sasa, nani ulikuwa unamwangalia kama kioo chako sema huyu bwana anafanya vizuri, natamani pengine siku moja, au unawiwa, yani akifanya huduma yake wewe moja kwa moja inakuvutia kutoka ndani ya moyo wako? Mtu ambao ni kwa mara ya kwanza naanza kumsikia na akanipandishia ule moto wa Bwana ndani yangu ukawaka, na nikajua kumbe hiki nilichochagua ni sahihi. Kakaangu Obi Alpha. Obi Alpha. Kabisa, mtu anaweza akasema kwamba kweli wala wewe umeingia hivi karibuni, kwa sababu pia hata Obi Alpha mwenyewe hana muda mrefu kiasi hicho. Kabisa. Yeye ndio amekuwa akikupa hamasa. Yani unajua tunajaribu kuangalia vijana wengi wanakwepa yani kumkimbilia Mungu kwa sababu tofauti, lakini ukikaa ukaangalia baadhi ya vijana ambao pia wapo kwa Bwana, unaona utukufu wa Mungu unapofanya kazi kwao. Kwa hiyo tunajifunza kwa wao ambao pia wametutangulia, lakini pia tukirudi huko nyuma, nilishawahi kupata bahati miaka hiyo hata sijaokoka, niliwahi kupata bahati kwenda location na Bahati Bukuku. Kwa hiyo yani ni vitu ambavyo kwangu vilianza muda mrefu sana. Na nimejifunza vitu vingi kupitia hao watu pia. Kabisa. Ambapo mara kwanza umezungumza kuhusiana na Morogoro kwa Yesu, ambayo imekuwa ikiwavuta waimbaji tofauti, hasa wale ambao baadhi ya wengi wanawaangalia kama kioo au wamepiga hatua kwa namna moja au nyingine. Wale pale wana kupatia hamasa gani wewe ya siku moja kwenda fikia huko alikofika, au kuona zaidi juu ya kile ambacho wao wameshakiona, lakini vile vile mikakati yenu labda ninyi kwa msanii mmoja sasa baina yao ikoje? Mimi naamini katika majira ya Bwana, naamini katika mipango tunaipanga, lakini Mungu ndiye anakwenda kutekeleza. Kwa hiyo ninaamini kila jambo ambalo natamani lio litakuwa kwa wakati wake na kwa muda wake sahihi. Pengine tunaweza tukategemea makubwa zaidi, aidha ushirikiano wa wimbo na mambo mengine kama hayo pia, ambayo yanakuwa ni chachu kwa wengi. Tutegemee hilo, mkono wa Bwana utatenda kazi. Tutafanya. Muda sahihi ukifika, kila kitu kitakuwa sawa. Ndio. Nimeshawahi kuzungumza na msanii mmoja, akaniambia kwamba yeye, kuna msanii mkubwa ambaye alifanya naye mazungumzo ya ikiwezekana waingie studio wakawekeana miadi. Lakini awali wakati wanawekeana miadi, msanii yule alikuwa bado hajajipata kiasi hicho. Lakini mara baada ya kufanya vizuri, mashabiki kumpokea kwa ukubwa, akawa anamzimia simu. Pengine kuna mtu ambaye unamtazama kama kioo, labda unatamani siku moja mfanye jambo, lakini amekuwa akikukwepa akipiga chenga. Mimi namshukuru Mungu, mimi sio mtu ambaye anapenda kumnyoshia mtu kidole ama kutanguliza lawama. Unajua, ila naamini kwenye majira. Yani naamini kwenye majira ya Mungu, kwa sababu unaweza ukawa unahitaji hilo jambo ukaliona limekuwa gumu kwa sababu wakati huo Mungu hajataka liwe. Lakini majira Mungu akifika, kila kitu kinaenda tu kama Mungu anapotaka.
kabisa. Ndio, na kubwa zaidi kuna watu ambao wamekuwa wapo kwa ajili ya kuwakatisha tamaa. Kuna mtu anaweza kukusikiliza sasa hivi akasema sauti yako ni nzuri bwana. Ndio. Lakini huku naona kama vile utachelewa. Kwa sababu tayari tushatoka huko na tushakumbana na mambo mengi. Ndio. Mimi sioni kwenye swala la kuchelewa, kwa sababu naona kwenye swala la kutakata. Kwa sababu kama ungeliniona miaka hiyo na ukaniona sasa hivi kuna tofauti mkubwa sana. Na ndio maana ninajivunia kumtumikia Mungu, na furaha yangu kubwa kabisa ni kumtumikia Mungu. Hongera sana kwa kulitambua hilo, lakini naamini pia watu wa namna hiyo umeshakutana nao. Yes, ni kweli. Ni kweli. Tunakutana nao, lakini kwa sababu tayari tunajua majira yao hajafika. Majira yakifika hawana pingamizi, watakuja huko tuliko, kwa sababu tuna wengi ambao waliwahi kutubeza, lakini baada ya muda kadhaa tukaona wamekuja. Ndio. Na umeniuliza hii nyimbo nani alishiriki? Nikakwambia aliyepiga biti hili Samiri nadhani ni mwanamuziki ambaye anajulikana hapa Morogoro. Ananipigia hili biti, bado hajawahi kufanya nyimbo yote ya gospel. Lakini baada ya nyimbo hii nadhani baada ya miezi kadhaa akani surprise na yeye anafanya gospel. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unajaribu kuviona. Yaani kuna vitu ambavyo unajaribu kuviona na hakika kumbe tunavyofanya sisi, wakati tunavyofanya wapo wanevutiwa, japo hawapo ndani yetu, lakini watakuja. Watakuja kabisa, watakuja, na ni swala tu la muda kabisa. Tutaona wakija kabisa. Yes. Mara kadhaa nimekuwa nikikufuatilia, pia umekuwa ukitoa huduma katika maeneo tofauti tofauti au katika makanisa tofauti tofauti. Amina. Kabisa, hilo ni kupongeza, lakini pia nataka nitamani kufahamu pia juu ya hiyo huduma ambayo unafanya kama utumishi au kuna mwingine anasema bwana, mimi sasa hivi nimeshakuwa mtu mkubwa bwana, lazima mfanye jambo. Juu ya hilo pia tunatamani kufahamu, kwa sababu tumekuwa tukishuhudia mazungumzo ambayo unaweza kufanya wewe labda na taasisi au sehemu fulani wanakuhitaji. Tofauti pia na mwingine anaweza kusema bwana, mimi niwekeeni kidogo mazingira haya na haya. Mwingine wewe kwa upande wako ikoje? Kwa upande wangu mimi hamna gharama. Hamna gharama, inategemea tu unanialika eneo gani. Lakini kama ni mazingira ya hapa mjini ambapo ninaweza nikafika, wala hainisumbui. Kama inakuwa mbali, ninaweza nikamwambia basi ninahitaji nauli tu. Yaani wewe kama ili niweze kufika huko ambako unanihitaji. Hongera kwa hilo. Mwingine anaweza kukwambia bwana, tafuta hoteli ya 5 hapo. Kabisa, na kiasi fulani. Ngambie wapo kibiashara zaidi. Yaani mtu kutoka kwenye mtumikia Mungu hadi kwenye biashara. Yaani hivi vitu kila mmoja na namna yake alivyovibeba, na kuna namna anavyopanga yeye kutumika, lakini unajua Mungu anafanya vitu kwa makusudio yake. Kuna watu wanachagua pia hata mazingira ya kufanya huduma, lakini mimi naweza nikakwambia sina chaguzi. Mahali ambapo wewe unatamani kwenda tufanye tumtumikie Mungu kwa wakati huo, mimi nipo tayari kufika. Ndio. Kabisa, kwenye huduma yako una management ambayo inakusimamia bwana, tukiwa uingie studio, tunatakiwa tushuti, tunatakiwa tufanye kitu fulani, tufanye promo, una management? Hapana. Mimi nipo kama unavyoniona. Upo kama unavyoniona. Kama hivi. Lakini marafiki wa kunishauri ninapohitaji ushauri ninao. Ndio. Lakini mkono wa Bwana ndio unahusika katika kila kitu changu. Pengine mtu akihitaji, akivutiwa na mambo kama hayo, uweze kukaa naye chini mkajua mnaiendesha vipi huduma. Kwa sababu tunahitaji kufanya huduma ya Bwana. Ndio. Ninakaribisha hilo. Na unalikaribisha. Okay, sawa. Msikilizaji, kupitia nambari 0717368484. Nambari nyingine ni 0692338617.